Oh. Sasa naona umejitenga huko ndugu yangu peke yako yani. Poa mno. Okay, lakini mbona siku hizi nakuona peke yako? Sikoni na ule mwenzako. Wakati muda wote mnakuwa mmefatana hivi. Nani? Umina. Sikia mwanangu. Kama una story yoyote uliokuja nayo hapo, ni bora kasikilizie. Kwa sababu yule Umina sitaki hata kumsikia. Yaani sitaki kabisa hata kusikia jina lake linapita kwenye masikio yangu. Ndio unaelewa hapo? Yaani sitaki. Umina si rafiki yako? Bwana kwani unielewi? Nimekwambia kama huna mada zingine tuache. Kwa sababu gani? Umina sio mchizi wangu saizi, sio mwanangu. Unaona? Yaani saizi yeye yuko kivyake na mimi niko kivyangu. Yaani vitu vyake anafanya kivyake na mimi niko kivyangu. Sijui unanielewa hapo? Sio mwanangu tena. Nisikilize po. Urafiki wenu jinsi ulivyo wewe na Umina, mtu yeyote yule atakayesikia kwamba mmegombana lazima atataka kujua sababu ni nini ili apate kuweka sawa. Mbona sio muelewa mwanangu? Sishakwambia kabisa, sishakuelekeza kwamba sio mwanangu. Yule ashazingua tena pakubwa. Kwa sababu gani nakwambia? Ngoja nikupe story kifupi, labda unaweza kanielewa hivi na ukaacha kuongelezwa habari za Umina. Umina bwana, tumepata deal hapo. Tawapili hapo kwa Bimdasha hapo. Unaona? Tumepata deal la kuchimba choo. Unaona? Shimo la choo. Unaona? Ndio tumelipiga. Unaona? Mwanzo mwisho. Yaani mwanzo mwisho. Mimi simu yangu inaita. Unaona? Bi mkubwa kanipigia simu. Wewe njoo, kuna nyumbani uje, kuna vipengele. Wewe njoo nyumbani. Kuna vipengele uje usovu. Unaona? Mimi nikamwambia mchizi wangu, wewe kuto unamalizia hapa nini? Mimi nikasovu. Hiyo issue alionitia bi mkubwa. Unaona? Kaenda zangu nyumbani. Narudi namkuta mchizi hayupo. Na ile shimo liko hivyo hivyo hajasovu. Unaona? Namuulizia bosi, bosi vipi huyu mshikaji kaenda wapi? Akasema katoka muda. Na ile pesa kaniomba nimempa. Ushamjia pesa? Na ile shimo bado hajamaliza. Unaona? Kashika simu yangu, kampigia. Haokoti simu yangu. Namtumia message, hajibu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mpaka hivi leo. Unaona? Sasa mimi na ile pesa unajua nilikuwa naisikilizia kwa ajili ya maisha. Unaona? Alafu simu yangu haokoti. Nikasema fresh, sikamua hivyo. Safi. Lakini mimi na yeye popote pale tutakapokutana tunamalizana kibalia. Yaani kufa mimi au yeye. Yaani warai popote nitakapomuona mimi na yeye. Yaani mimi na yeye tubadilishane majengo. Yeye ndiye mchwali, mimi niende jela. Warai tena. Hebu nisikilize kwanza. Nisikilize ndugu yangu. Siku zote hasira hasara. Hebu naomba nikutolee mfano mdogo tu au hadithi ndogo tu hivi, nafikiri itakufunza kitu. Kipindi cha Mtume Muhammad kulikuwa kuna swahaba mmoja mdogo tu, hana jina kubwa kama maswahaba ambao tunajua, sijui kina Saidina Omar, kina Abu Bakar. Yeye alikuwa hana jina kubwa. Kipindi Mtume yupo kwenye darsa, aliwahi kusikika akisema kwamba kuna mtu miongoni mwa watu wa peponi wanaingia. Kuna mtu miongoni mwa watu wa peponi anaingia. Maswahaba wale walikuwa mle msikitini wote wakageuka mlangoni kuangalia yule anaoingia nani. Akaingia yule swahaba. Kila mtu akashangaa. Ila wakapotezea. Siku ya pili Mtume akasema tena, kuna mtu anaingia miongoni mwa watu wa peponi. Maswahaba wakawa na shauku ya kumjua huyo nani. Wakageuka mlangoni, akaingia yule swahaba. Kila mtu pale kidogo akataharuki. Huyu mbona kabashiriwa pepo wakati bado yupo hai? Siku ya tatu tena Mtume akaongea kwamba kuna mtu anaingia miongoni mwa watu wa peponi. Watu wote wakageuka mlangoni tena kuangalia huyu anaingia leo nani. Akaingia yule swahaba. Hapo ndo watu walipokuja juu. Maswahaba wote wakataharuki. Kabashiriwa pepo wakati bado yupo hai. Kuna kipi cha ziada anachokifanya ambacho sisi hatukifanyi? Kuna ibada gani ya ziada ambayo yeye anaifanya ambayo sisi hatunashindwa kuifanya au sisi hatuifanyi? Saidina Omar akasema mimi sikubali. Nataka nijue anachokifanya yeye cha ziada mpaka kabashiriwa pepo kabla hajafa ni kipi? Nataka na mimi nikijue. Sijui unanielewa?
Ndipo Saidna Omar baada ya swala ya Isha akamfuata yule sahaba, akamsalimia, akamwambia bwana, samahani, naomba ndugu yangu leo unisaidie sehemu ya kulala, nimekosa sehemu ya kulala. Yule sahaba akamwambia sawa, haina shida ndugu yangu, wewe ni Muislamu mwenzangu, nitakupatia sehemu ya kulala, tuondoke nyumbani. Kweli Saidna Omar akaongozana na yule bwana mpaka nyumbani kwake. Saidna Omar anasema leo silali, nataka nijue huyu bwana anafanya ibada gani usiku inayofanya mpaka abashiriwe pepo kabla hajafa. Kweli wakaondoka, walipofika pale, ulipofika muda wa kulala, yule bwana akalala. Saidna Omar akashangaa, sasa mbona kalala? Ina maana hamna ibada yoyote anayoifanya muda huu? Basi sawa. Na Saidna Omar naye akalala. Ilipofika mida ya Saidna Omar kuamka kufanya ibada, akaamka. Wakati anaamka yule bwana bado kalala. Anaanza ibada, yule bwana naye akaamka, akaungana na Saidna Omar, wakafanya ibada kwa pamoja. Walipomaliza Saidna Omar akashangaa, yani mimi ndo mtu wa kwanza kuinuka kufanya ibada kabla yake. Baada ya mimi kuanza na yeye ndo kafanyaje? Kainuka anafanya ibada. Sasa mbona kama anachokifanya yeye na ninachokifanya mimi ni vile vile tu, yani ni vitu vile vile. Kwa nini abashiriwe pepo? Kuna kitu cha ziada ambacho yeye anakifanya? Inabidi nimuulize. Kweli walipotoka pale, wakati wanaelekea msikitini kwenda kuswali swala ya alfajiri, Saidna Omar akamsimamisha, akamwambia, Sheikh, samahani ndugu yangu, sio kwamba mimi sehemu ya kulala sina, sehemu ya kulala ninayo, ila tu nimekuja kulala kwako kwa sababu, kwa nini umebashiriwa pepo wakati bado hujafa? Unajua hii mara ya 3 mtume anaongea kwamba kuna mtu miongoni mwa watu wa peponi anaingia, kila akiongea hivyo unaingia wewe, kila akiongea hivyo unaingia wewe. Yule Sheikh akatabasamu akasema, mimi ninachokifanya na mnachokifanya nyinyi ni kitu kile kile, hakuna cha ziada ambacho ninakifanya, labda nilikowapita nyinyi ni kitu kimoja tu. Mimi kabla sijalala lazima niwasamehe watu wote walonikosea. Siwezi kupata usingizi bila ya kuwasamehe watu wote walonikosea. Hapo mimi ndo usingizi napata. Labda hicho tu ndo nilichowazidi nyinyi. Nafikiri utakuwa umejifunza kitu hapo. Mimi nipo ndani.